karibu thini wa biringa mwa mwendoni wa Samwanza nyenita wa Stephen Matambi, Dr. Fred Matiang'i na mutongoi wa chama cha PNU Peter Munya ni matwa uteti woku yati mauburi kaunti ya Meru wala mekwasia ulei no kwatanite na wenda kukwatana bate wende kukwatana bate mwane wakati wo kabindane kwa tongoi ame aseme na muikio kanangaliko ulei ne kuseo vya serikali ila yukite tunaweza kuani wa mwakani wa ngilile miongwele na Mwanza. Bwana Kinoti, tulikuwa tunataka wale wa MCA wa area hii, hatutaweza. Unajua watu wanafikiri eti sisi ndio tunatembea Kenya tukiongea mambo ya one term. Mimi nataka kujua kama hapa mko namna gani. Harambee! Harambee! Munasemaje timao? Eti namna gani? Basi wamesikia wale ambao wanafikiri eti sisi tunasema peke yetu. Sisi kama viongozi wa upinzani, vile ndugu yangu Mheshimiwa Munya amesema, sisi tuko pamoja na tunataka kushirikiana sisi wote pamoja, kwa sababu hakuna vile tutaweza kuendelea mbele katika nchi yetu bila kuwa na umoja na bila kukaa pamoja. Ama namna gani wananchi? Tuko pamoja na tunaongea sisi wote. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi leo nataka kuwaletea salamu za wale wenzangu wengine tuko nao katika upinzani. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amewasalimia. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amewasalimia. Mheshimiwa Martha Karua amewasalimia sana. Mheshimiwa Eugene Wamalwa amewasalimia, hata tumeongea na yeye saa hii nikikuja hapa. Na si hapa Meru peke yake, na si Mount Kenya peke yake, ni Kenya yote. Watu wote wamekasirika na serikali hii ambayo inaharibu kila kitu, na wanasema ni one, wanasema ni one, wanasema ni one. Na sisi tunaona ndio tutifanya ile makosa tulifanya tena. Tunataka tuweke mtu ambaye anajulikana kwa kurekebisha, kwa kufanya kazi, ambaye alileta reforms upande wa masomo, upande wa security sector, upande wa ardhi, na si mwingine ni Dr. Fred. Tusonga na Minista wa Kisomo Julius Migoso Gamba ni walolomile serikali ni olile ndebisi ya fiscal sinesio ndendeno imanisya yulo na bayingwa University oyu elete kwede wayitumia moloto ola mukuu wa fiscal amanyiwa Migoso anena kabindane kana watongo SSS ya kwambisia na kubingwa kwa ukapamo wa masomo ma science kimanyesioni cha yulo cha Tangaza University bala weta ininzia imwe ya kuolangala ya kisomo cha yulo itina kwethukesya kio cha manyiwa na sei aingi engine wa watakana serikali ni kwenda kuikiria bayingwa mu manyiwa ona umona kosa mwanya wa kwenda na kisomo ki kumanwa na kukosa fees. Technology officially open. Then we can guide you beside. Let's go. The cost of education is a key factor in access. The Kenya Kwanza administration is committed to ensuring that no student is left out of tertiary education because of resource limitations. This is why earlier this year we issued a directive to all public universities to review the cost of academic programs downwards. As we speak, the fees payable by students per semester will now range between Kenya shillings 5,814 and Kenya shillings 75,000, depending on the student's level of need and the cost of the programs that they are enrolled in. Through the student-centered funding model, the government is providing loans to students in both public and private universities. As of last Friday, for example, the Higher Education Loans Board
had awarded loans to 136,634 eligible first-time applicants, and the portal is still open and is receiving applications. This way, we will ensure that our students get the support that they require to complete their studies. Senator wa Migori Eddie Oketch ni waliana na mauneni na wendekethio ula wende kunena niwa wa kupata bunge ya Senate vinya wa wiki ya magavana kithimini kukonia mitumile ya mbesa na budget ya county sio. Oketch wetaka na udhukumi wa Senate ni muandike nesa katibani onakoti wena ukumu wa Supreme no anengania utio wa muthia kukonia unena ni uo mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ethitwa yenda maseneta mabeno udhukumi uu na uinengwa moko ni manza masia mbunge county. It says the Senate determines the allocation of national revenue among counties, and it as provided in Article 217. That Article 217 is basically the horizontal share that we always do after the vertical share we have passed through, and exercises oversight over those national revenue allocated to the county governments. Now, Chair, where the law is not clear to us on who we should be interrogating, the only instrument that we have is the Supreme Court. There was petition 24 of 2019 and petition 27 of 2019 at the Supreme Court. And those were consolidated by the Supreme Court, and they made a ruling, which I wanted to give members of the Senate so that I can say what I want to say. This was the ruling of the Supreme Court, which is the ultimate decision maker for us in the Senate and in the country. It says, it made the following declaration and orders. If you look at the section 63 of that decision, E, it says, in the performance of its oversight role, which is under the article I read in the Constitution, over county revenue, the Senate has powers to summon county governors, not CCs, not chief officers, not directors. The Senate has the powers to summon county governors to answer any questions or provide requisite information as we so see it. And then the Senate Oversight Authority is not limited to nationally allocated revenue, which is what the Constitution had limited, but extends to locally generated revenue by counties. This is the apex court of the nation has made a pronouncement on this issue. The Constitution is clear, and the governors are now taking this aid for granted and even getting protection from quotas that we don't know. Museze tuisonga na mbe mundu umeomoku maisa muudha kauntini ya Kitui kwa isitwa Anthony Mutwani waandikithia movo kwa mubia wa DCI kumana na neto ilo na nenie mathikone maandweli alame owetekana mano wa iwe ni aithimanga mile kabindani kwa Mutwani wenda muyumbe wa Kitui South Recho Kakinyamai kuandikithia movo mubiane uwa DCI kumana na neni wake wakana ene manga mile ni anyanyae. Otui katika pilika ino situ sia siasa pe vandu na nene te madiko nene na mheshimiwa Kaki na kindu na neni ambacho kwa uoni huo na experience yo nikine kitona Queen site NND ambapo ni akamba na Asomali na nitwane nato elianwa mana nimende ku huge kila mwenenzi na kila mutongo ende na ku preach mogo nundo na mo maile metane vyo ni kutinda mendete ku solve za mtoto no solve with atongo no ni mheshimiwa Kaki kwi muthenya wa Friday no giliasia
thimanga mila na ina no messy. Ngamia ni ornament. Ngamia kwa mtu tajiri ni ornament. Ni kitu anaona anafurahia. Lakini nataka kuambia jameni, ninyi ni matajiri. Mungu na pesa nyingi. Mungu amewapatia utajiri. Hii ngamia inamaliza watu wetu hapa muda. Simshukuru Mungu amewapea utajiri na hii mambo ya ngamia muachane nayo ama mpeleke mahali ingine. Kwa sababu watu wale wako na ngamia hizo ni watu matajiri sana. Si watu ambao wanafurahia watu wakizikwa. Mimi nasema hivyo juu na wajua ni marafiki zangu. Tumwenda nake athia record statement kwa DCI. Nundu niti kwenda bandu mitu maitie mathayo na nima kwenda justice. Na pengi bado hii mabibiso nyumba na bado nima displace we na indo zote angewa na sana mbingi nisipotaye kana na sisi kiwe. Na bado maendeleo kuto kwa DCI. So na gani kwenda kuka record statement atethezo security agencies zito kuka investigation. Nundu akatwete anana yo kwa no messy no timane meta inga mela no nethanda kwenda meta tumane na kile ni mamwemie kanda andu mitu magika no machende ko take action ni maze mutongo wono witsene ngamila no kutuma kila kizi kio mayani cho Muzeisia mawazu ni muntu nenga mwanya twambo sembo thiomo ne muguve na ntokita ingi. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yemia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasio wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wanie muno. Mundu autavitio kungelitio vivyeni wevithanite na usekikana wavitio ni matuku wa sava mundu su etha kuililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nondo ndamanya ikomasana muyande muthia uwa tuevundise yulu wa meo kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa kumlele na ndateka miongo ina sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. No withukisya Mutongo FM wibala uwi kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Koma na Herbal Dr. Mwithia kila chuma wauikala wako ambelele matuku na mwe wana natu ikibwezi kuthengena na tumeni klinik wa chula sivitali wakele matuku na kenda tui Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kungedhanisia na KCB Mwembetari branch kwa Shibrod kuthengenia na Naivas Supermarket o wakele usu matuku na kenda tui kathonzweni Windy Shakers etina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungedhanisia na Kilome Hotel wakatatu matuku miongwele tui Matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilele wakana matuku miongwele na Imotu Mulolongo kuthengena na 3D Hotel kwa flyover ya Yellow wakana uswingi matuku miongwele na Imotu ya Mali Bus Park ndukana mmengo 39 etina wanaikana booking office wakatano matuku miongwele na Iletu wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku miongwele na Ratu Ikambwit na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mauvombe ange tuthokema obisi na maitu kanotu kone simu kwisela noti muonza ile imo noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 5 kanotu
utwandikie SMS kana WhatsApp kwisila noti mwonza imwa noti kenda kenda noti noti nyanya nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Mzee twasyokeria nzama ya mbunge ya wiki wa masabu kwenye biashara na metumelea mbeza sektani ya Mwaki Peak Commercial Affairs and Energy niye vita kumosi ya matambia mahi maki mea wangame na maobisa nene maatene mubyane wakungame unyaicha wa stima wa Ketraco kumana na ulusa ni na wangangania wa mabilion mambesa kuzala kandalasi siena kevinduki inge sia waki wa metambo myo ya kunyeche stima na inge devimbi inge tena wethe anu sia mabilion mambesa kwa mawakili mbe wa miaka nyanya mevitu nzama ila iungua David Kosing ulani muyumbe wa Pokot South yiweta na governor wa Yua Kakamega Fernandez Baraza na maukuli wa manene makusongia ni kwethe wani ungua utongo wake bindane yuta manager muungame wala ulusani uwatwa iwe na kuete ya Kenya wasio munene wa mbesa. The company has continued to receive exchequer support from the government of Kenya to facilitate payment of pending waivers. Payment of outstanding waivers is based on available budget. The company is collaborating with other government agencies to resolve disputes relating to waiver compensation. Was there a due diligence on this company before you awarded it its contract? Because obviously there was no due diligence on the way leaves before you awarded the contract. So I think if you're going to now, who are you paying? You're paying the person who bought the debt. Who is this? Who bought this debt? I think now I'm just seeing, Chair, here is a huge scam. A scam. It's a huge scam. I think this thing, when you bring us that report, just know that the red flags now are even more. Chair, at the end of the day, it is only logical that when we come to the conclusion of this matter, even when we know monies must be paid because they have lost in all courts, but somebody must be held accountable. Yes. Who was the MD then? Chair, the MD then was Fernandez Baraza. The MD the current governor of Kakamega. So remember, I think there is a lot that might require a lot of interrogation on this matter. And we have agreed that we are going to use it as an example. But I will say we will never be conveyor belt. Let somebody take responsibility. Yes. Including paying the 7 billion. We might disagree that the people of Kenya will not pay that money. Yeah. And the people who made the contract, let the contractor take those people individually to court, not the government of Kenya. You know, I know DG, MD, CEO, you are probably not the one in office. But it is important if you want to create a precedent and a legacy and give leadership to Ketraco as in your current position. Dig deep. You know, there's this thing that, you know, police cannot arrest their own, or lawyers cannot convict their own, or doctors cannot condemn their own. This is where Kenya gets paralyzed. That's why, Chair, I'm afraid this thing, it looks like it was a tailor-made. It was a well-planned scandal to siphon Kenya's money.